So galakika Chokala kichawi. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa viongozi wangu. Aha. We Black wewe, nini hicho? Yaani wewe unacheka na hapo hapo unalia, ndo nini? Yaani nimeamua nifanye yote tu, nicheke na hapo hapo nilie, kwa sababu jinsi ninavyojisikia furaha, jinsi ninavyoona raha moyoni mwangu sijui. Alafu mwanangu, hii akili amekupa nani? Kumbe nimempata mtoto. Yaani we toto wewe, Acha niseme alhamdulillah. Yaani bora nitoke kwenye hii nafasi nimwachie huyo mwanao Kisamvu huyo, kwa sababu yeye anaonekana kabisa anaweza kupambana na mitikasi yote. Kama alikuwa na akili ya kufanya hivyo, kumzungusha nani JM, mimi nisingekuwa na akili hizo. Ndicho wenyewe uko wapi wa kuwa na akili ya kujiongeza hivyo? Kuanzia leo hii ukiwa wewe Black, kama mizimu imemchagua, basi na mimi nimekubali. Kisamvu mwanangu, kuanzia leo nimekupa vyeo vyangu vyote. Wewe ndiye mfalme wa himaya hii ya Mpanda, sio mimi, sawa? Kiukweli acha niseme asante sana mzee wangu, asanteni sana. Lakini wewe utabaki kuwa kiongozi mkuu, ama kiongozi ambaye umepita, na maana wewe ndiye utayekuwa mimi mshauri wangu nyinyi hapo. So wewe nyote wawili mtakuwa kama msaidizi wangu wa shauri zangu, kwa sababu katika uongozi siwezi kama niendelee kuongoza mimi mwenyewe. Hapana mzee Jangamoyo, nitauhitaji ushauri wako na usaidizi wako. Na ukiwa wewe baba yangu Black, na uhitaji pia usaidizi wako na ushauri wako, sawa? Yaani kuna muda natamani huyu Kisamvu angekuwa mwanangu wa kumzaa, kwa sababu hana akili sana wala hana tamaa. Kama angekuwa mtu mwingine, leo sisi sote tungekuwa hatuna thamani. Lakini muone mwanao alivyokuwa na thamani, upendo na heshima. Eti anasema sisi tutaendelea kuwa upande wake na kuwa viongozi tena. Jamani, mimi nina furaha, sijui nifanye nini. Nicheke ama nilie? Mzee Jangamoyo, nicheke ama nilie? We Black wewe, hebu tulizana bwana. Umelia hapa na hapo ukacheka, uliniacha hoi. Usicheke wala usilie, sawa? Sasa we Kisamvu, kwa kuwa mimi nimelizika kukuachia mikoba yangu, inabidi twende kwa mizimu nikakuapishe kuwa wewe ushakuwa kiongozi. Sitaki tena hiyo mitihani iliyobaki, si ukaifanye wapi, sijui ukaifanyie nini, sitaki. Yaani kwa haya uliowafanya tayari wewe ushapita. Kwa hiyo twende kwa mizimu uwe kiongozi, sawa? Kisamvu mwanangu, tumekuja kwenye kihini ya mizimu yetu. Hapa ndipo watu wanajua kwamba palikufa, kumeharibiwa, lakini kwa ufundi wako na utaalamu wako hapa bado pupo. Basi cha kufanya sisi nataka tuongee na hii mizimu nikupitishe. Ndio kazi iliyobaki tu, uwe kiongozi, uwe mfalme rasmi, sawa? Sawa mzee wangu, mimi na furaha tu. Mizimu ya Mpanda, nimekuja kumpitisha huyu mwanenu, mjukuu wenu mlemchagua baada ya mimi. Niko tayari.
Hiki kiroboti kishaanza kuwa kijinga. Yaani kimefika labda kizungumze, anasubiri mimi kiongozi ndo nianze kuzungumza. We roboti wewe, una matatizo gani? Una nini? Yaani umetoka huko umekuja hapa na bado unanyamaza. Sijui nianze wapi kukwambia kiongozi wangu. Sielewi mimi. Haujui uanzie wapi kuniambia? Kuniambia nini? Na hicho kitu ambacho unataka kuniambia ni kipi? Kama haujui pa kuanzia, anzia hapo hapo uliposema haujui. Usinichanganye wewe roboti. Sawa eh? Kuna nini ambacho kinaendelea na unataka kuniambia? Samahani sana kiongozi wangu. Samahani. Lakini kuna taarifa mbaya kiongozi wangu. Usiniambie. Yaani taarifa mbaya huwa mimi sizipendi. Taarifa gani hiyo mbaya? Taarifa mbaya inakuja. Nasikia ile mizimu haijauliwa. Ipo. Mizimu ipo. Haijakufa. Joka hajafanya chochote. Wewe, sitaki masiala na wewe. Wewe roboti wewe. Wewe ndio uliyekuja hapo na kuniambia kuwa kuna taarifa nzuri. Mizimu. Kiini cha mizimu imeharibiwa na joka. Sasa wewe unaniambiaje tena kuwa mizimu haijafa au hujauliwa? Kile kiini bado kipo. Roboti, usinichanganye. Usinichanganye. Nitakukata na vipande na ibe vima vyako nikavila supu. Samahani sana kiongozi wangu. Hata mimi sijui ilikuwaje. Nitafanyia uchunguzi. Sikia roboti, mimi nawajua vizuri nyinyi. Hiyo roho ya usaliti nyinyi hamna. Lakini huyu kisamvu atakuwa kanisaliti, kanizunguka. Sasa wewe kisamvu, huko ulipo kazi unayo, na hili utalipa. Nakwambia kisamvu, utalipa kwa hiki ulichokifanya. Kiongozi mzee Jangamoyo, haina haja ya kuhuzunika sana. Mimi sina nguvu nyingi sana ya kupambana na joka wala kupambana na huyo nani JM. Inabidi nitoke niende kutafuta msaada huko nje ili niweze kusaidia. Sawa, lakini nakumbuka mara mbili umenisaidia. Mara ya kwanza joka lilikuwa nje hapa, ukaenda kukimbizana nalo, likaenda huko kwa JM, ndipo akajua kuwa yeye ana uwezo wa kuliongoza. Lakini mara ya pili baada ya kujikopi na ukaitunza mizimu yetu kwenda ukaitetea. Vipi kama wewe ukiondoka na JM akiamua kuziteketeza, itakuwaje? Sijajua kiongozi wangu, ila JM na joka lake na maroboti wake ni vigumu sana kupambana nayo. Lakini acha niende nje ya mipaka ya Mpanda nikitafute msaada huko, pengine tunaweza kupata msaada wowote. Sawa kiongozi wangu, acha niende kwa kuwa baba ananisubiri huko nje, anataka kunisindikiza. Acha mimi niende, tutaonana. Mwanangu kipenzi, huko unakoenda kwenda kuomba msaada, usisahau kuwa umeacha familia yako, umeacha baba, mama na kijiji cha Mpanda kwa ujumla kinakutegemea. Usisahau, pambana na kila hali. Kuna mitihani mingi, lakini hakikisha mwanangu unaivuka, unarudi nyumbani ukiwa salama salimini. Sawa mwanangu Sawa baba, wala usijali. Acha nikaombe msaada huko. Mwache aende, atarudi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wewe sijaiamu wewe. Mbele kwangu unafuata nini? Yaani bado unasubutu kuja katika uso wangu, si ndio? Yaani kama ungejua jinsi gani nilivyokuwa na hasira, usingeweza kuniongelesha kifumulaji kama hivyo. Sawa Kisamvu, mwanao
yuko wapi? Unamuulizia mjanja wa kijijini aliye kuingiza chaka. Kisamvu hayupo. Hivi sasa ashatoka nje ya mipaka hii ya Mpanda. Na kama unamtaka mfuate huko alipoenda. Wala sikuzuii. Yani Blackie, ungejua jinsi gani hayo maneno yako yananifumula masikio yangu, wala usingeongea hivyo. Si ndio Ila wewe si baba yake. Kisamvu, wewe si baba yake. Kwa kuwa wewe ni baba yake, mimi nadili na wewe. Na kuumiza leo, na kuzulu leo, ili mradi huyo Kisamvu huko alipo akisikia kuwa baba yake ameumia, basi amekufa, lazima atarudi. Na ataporudi tu ndipo atapokuja kudili na mtu mzima kama mimi na kuumiza wewe. Leo lazima nikuumize wewe ili sigino impate yule, na atarudi akisikia hivyo. Pete, naomba huyu mzee umzulu unavyoweza, ateseke, tia maumivu, ili huyo mwanae kama atasikia habari kuwa baba yake anateseka, basi lazima arudi. Mtese huyu Blackie huyu. Joka la kichawi. Ina maana kiongozi umemkosa Kisamvu Ndiyo, lakini taarifa huko alipo lazima aipate. Lazima atarudi kwa kasi sana. Sicho ambacho nimemfanya baba yake. Amejifanya eti ametoka nje ya Mpanda, mimi niende kumtafuta huko. Nani? Mimi siende kumtafuta, lakini kwa barua ambayo nimemtumia message senti, atarudi haraka sana hapa. Kiongozi wangu, hebu niambie barua gani hiyo ambayo wewe umemtumia? Roboti, ushaanza umbea udako No. Yani nilipoenda nikaanza kumkosa yule Kisamvu, nikamkutana na baba yake njiani, nikamuuliza, Kisamvu yuko wapi? Akaniambia yuko nje ya mipaka ya Mpanda, na kama unamtaka mfuate huko. Nikasema mimi simfuati, lakini nakutumia wewe ili nimpate yeye. Nilichomfanya Blackie nikamkatakata, nikampa adhabu kubwa sana, ili mwanae huko alipo akisikia hizo habari atarudi. Na ataporudi ndo atakutana na mzee hapa King mfalume. Oh yes, safi kabisa kiongozi wangu. Hiyo imekaa vizuri sana, kwa sababu mtoto mdogo hawezi kukusumbua wewe. Yani utoke mpaka nje ya mipaka ambayo wewe unaishi. Kweli huyu atarudi mwenyewe. Hapo umepiga bingo. Niko pamoja na wewe kiongozi wangu. Eti sikudanganya kiongozi wangu. Yani kuna ishara mbaya. Kuna ishara mbaya. Baba yangu yupo katika matatizo. Na mimi hisia kama hizi huwa zikija, yani zinakuwa za kweli kabisa. Siwezi kuendelea kubaki huku alafu baba yangu yupo kwenye matatizo. Lazima nirudi. Na ukiangalia mwanawe mwenyewe ndo mimi, ana mtoto mmoja tu kwenye maisha yake, alafu mimi ndo nishinde kumsaidia baba yangu. Kweli? Hapana. Mimi siwezi kuendelea kubaki huko msituni kwenda kwa huyo mchawi sijui kanisaidie wakati baba yangu anateketea. Hapana. Mimi lazima nirudi. Lazima nirudi. Huyo mchawi nitakuja kuongea naye siku yoyote. Yala. Toba we. Yani huyu JM kaamua kunikomesha. Yani baada ya kunifanya hivi amenikomesha. Mke wangu,
mbona umechelewa kurudi nyumbani na unajua mumeo mgonjwa Mimi baada ya kutoka huko ukasema ngoja nimsindikize huyu daktari, ulipoenda mazima, yani mpaka sasa hivi. Wewe mama Kisamvu, wewe unamaanisha nini? Au ulitaka nife mimi humu ndani peke yangu, si ndio? Hapana mme wangu, hapana. Najua kabisa nyumbani huku kuna mgonjwa mwenyewe ni mme wangu, ila baada ya kumsindikiza huyu daktari wa Mpanda hii, nikaamua nipitie kwenda kubadilisha mtindo wa nywele zangu. Vipi, kwani sijapendeza mme wangu? Haujakaa vizuri Mama sijapendeza mme wangu? Hivi wewe mwanamke una matatizo gani? Muda huu unaenda kubadilisha nywele wakati mimi mumeo niko ndani humu na humwa, umeenda kulieka hiyo nywele imekaa bulungutu. Hivi una akili kweli wewe? Nakuuliza wewe, una akili? Toba, vifupa navyo vinagoka, vinaniuma kama vyote. Ila wewe mwanamke wewe, fanya yaishe. Lakini si useme nimependeza. Kwani ukibaki nalo rohoni litakuchoma, litakuua. Sema nimependeza. Yani nimechoka. Yani toka muda ule natafuta njia ya kuondoka nyumbani, sioni. Nazunguka tu. Wewe, yani ukishaingia hapa huwezi kutoka mpaka siku ya 3. Sawa? We mzee, kwanza umekuja saa ngapi? Sababu nimezunguka ninavyojua. Na hapa alikuwa hakuna mtu. Sasa ghafla unaanza kuniongelesha. Umekuja saa ngapi hapa? Acha kuuliza maswali katika maeneo ya watu. Wewe hapa ni mgeni. Haupaswi kuuliza maswali ya kipuuzi kama hayo. Sawa, pengine labda kuna ratiba inayosema ukija hapa eneo hili hauwezi kutoka mpaka siku ya 3. Lakini nyumbani kuna matatizo. Baba yangu amepata matatizo, kuna ishara ambayo imenijia. Hivyo inabidi nirudi haraka sana nikamsaidie baba yangu. Kwa hiyo kama unayo njia, unayo sehemu ya kwenda, basi unisaidie niende nikamsaidie baba yangu. Ana mtoto mmoja tu ambaye ndo mimi hapa. Hiyo ndo ratiba. Yaani ukishafika hapa tu hauwezi kuondoka mpaka siku ya 3. Niwe mimi uwe nani. Sawa? Yaani yule ni baba yangu. Tatizo ni baba yangu. Yaani kama ungeweza kunisaidia mimi ningekushukuru sana. Kwani wewe ni nani hapa? Kwa sababu umetokeza tu. Naomba unisaidie mzee wangu. Wewe ulikuwa mzee sio muda mrefu wewe. Naongea na mzee, ghafla umekuwa binti mzuri. Kivipi yani? Hiyo sio kazi yako. Sema, una shida gani mpaka umeingia kwenye eneo hili? Naomba kuuliza, maana sifa zako nazisikia huko. Kwani wewe ndiye ule mchawi wa eneo hili? Ndiyo mimi. Ina maana wewe unaenda sehemu za watu, hata huyo mwenyeji haumjui? Ndiyo mimi. Sema shida yako haraka kwa sababu sina muda wa kupoteza. Ni kweli, nimekuja hapa na matatizo. Kwenye kijiji chetu cha Mpanda kuna hali ambayo sio shwari. Kuna joka la kichawi, kuna JM ambaye yeye ndiye anamuongoza na amezamilia mabaya sana. Anatumia pete ya joka kumuongoza joka na kufanya kila kitu ambacho anakitaka. Yaani hiyo pete ndio kila kitu kwake, kwa sababu pete hiyo ni ya maajabu, akisema chochote yeye anapata. Kwa hiyo sisi kama sisi tumeshindwa jinsi gani ya kumzuia. Hatuna nguvu hizo, na ndiyo maana tumekuja kukuomba wewe hapo. Binti mchawi, si mzee mchawi, si binti mchawi, utusaidie. Wewe tayari ushakuwa mbibi tena. Mume wangu umekuja tena. Mimi nataka na leo nitafune hiyo. Mume
na kuitafuna nini? We mzee wewe. Joe. Bella chica. Joe. Chócala kichawi. Bwana, hebu niache kwanza. We kijana na mzee hapo. Naomba niache kwa sababu unanichosha. Yaani nina kazi nzito kwenye kijiji changu, lakini wewe bado unaendelea mimi kunichosha. Nikwambiaje? Hebu niache kwanza. Naomba uniruhusu, kama umeshindwa kunisaidia, naomba uniruhusu. Ona tayari kashabadilika kwa kijana. Hebu tulia bwana. Mimi niko tayari nikusaidie. Ndio, yani yuko tayari kunisaidia. Sio kwa kashi zako hizo. Sio kwa mambo yako. Mara kibibi, mara kijana. Mara kibibi, mara kijana. Yani wewe. Na hiyo sio kazi yako. Nilichokwambia mimi, niko tayari nikusaidie kwa huyo JM anayeongoza hilo joka. Wewe umesema hauwezi kupambana na hilo joka. Na ndugu zako huko kwenye kijiji chenu, simesema hamuwezi kupigana na hilo joka. Mimi niko tayari kupigana hilo joka na hata huyo JM, sawa? Kama utafanya hivyo, tutakushukuru sana kwa sababu hatuna msaada mwingine. Nguvu zetu sisi ni hafifu. Hatuna nguvu yoyote ya kumshinda joka. Mbaya zaidi, ana maroboti wake hao, vyuma vitupu. Ukipiga ngumi unaumia mwenyewe. Yani naomba utusaidie sana. Kama una uwezo kutusaidia, tusaidie wewe bibi kijana. Bibi kijana? Wewe, mimi siitwi bibi kijana. Mimi naitwa Zaituni. Sawa? Kama umeshindwa kuniita majina mazuri yote, binti mrembo mzuri, niite Zaituni. Sawa? Kiongozi wangu, una nini? Mbona unaonekana kabisa hauko sawa? Sio masiala. Siko sawa kweli roboti. Yani namuwaza huyo kisamvu. Yani licha ya baba yake kumtesa, kumkata, lakini mpaka leo hajarudi hapa. Yani ananichanganya kichwa. Aka katoto aka. Ila kisamvu ni mtoto mdogo sana. Asikushinde maarifa, wala asikushinde akili, wala nguvu. Fanya kitu haraka. Wewe, hivi unajua kuwa yule ana akili kunishinda mimi? Na ndio maana ameweza kunichezea akili yangu kwamba huko karibu kumbe hajaribu. Kwa hiyo unaposema hivyo, zungumza, jua unamzungumzia mtu mwenye akili nyingi yule. Sawa? Sio mtu ambaye anamfikiria, lakini sasa mimi sitaki julikane hivyo kwa yule ana akili kunishinda mimi. Sasa naomba nikutume uende moja kwa moja kwa ule nani, kwa mzee Jangamoyo yule. Nenda kamuulizia yule kisamvu. Kama amefika hapa, useme, kwa sababu mimi taarifa zake mpaka sasa hivi sina. Kama unazo, amesema amerudi au kaonekana, basi mimi niende haraka sana. Kitu ambacho nitakuja kumfanya. Sawa kiongozi wangu. Acha niende kwa huyo mzee Jangamoyo nikamuulizia huyo kisamvu, na kama ameonekana hata unyayo, basi mimi nitaleta taarifa hizo kwako kiongozi, ili mshikishe adabu kikaragosi kidogodogo kama kile kukusumbua wewe mzee na midavu yako meupe hiyo. Haiwezekani. Hiki kiloboti kishaanza kuongea upumbavu. Sasa hapa kinanisifia ama kinanicheka. Hebu ondoka, nenda kwanza. Sababu sikuelewi kabisa. Yani sijui kama unanipaka mafuta kwa mgongo wa chupa ama uko serious unaniambia ukweli. Naona tayari ushageuka kuwa mzee, si ndio? Hebu tuliza kichwa hiko.
Yani mimi akija huyo mzee ni simuelewe hata kidogo. Bora kali kabinti. Aya, vipi? Mbona unaongea peke yako? Kabinti gani yako? Yani nyinyi mtanitoa loki ukweli. Mpo wawili kwenye mwili mmoja? Jamani. Kama nilipokuambia, mimi niko tayari kukusaidia. Sasa tunaweza kuondoka maana leo ni siku ya 3. Twende. Lucky, oh lucky, oh lucky. Yani hichi kiroboti kinaingia tu sehemu ya watu. Wewe roboti wewe, hivi waupigegi hodi sehemu za watu, si ndio? Kwani mtu anafungwa mabandaji naye mtu? Wewe sio mtu. Nimefuata huyo mzee Jangamoyo. Yuko wapi? Masikini, hichi kiroboti nakionea huruma. Kwa maneno ambayo nitamwambia huyo roboti namuonea huruma. Ina maana mimi mwenye bandage hizi sio mtu. Yani wewe nakuuliza, mzee Jangamoyo yuko wapi? Jangamoyo hilo liko wapi, mwenye janga la moyo? Nishakwambia mzee Jangamoyo hapa ndani hayupo. Ameshaondoka. Sasa wewe endelea tu. Unachokitafuta kwangu utakipata. Mzee janga la moyo? Kwani hilo janga la moyo alikuwa kweli na tatizo la moyo akaitwa janga la moyo ama jina tu? Sababu sio kwa usiule. Pengine moyo shafeli unatoa super black. Hebu tupangane kabisa kwa sababu tunakaribia kuingia kwenye kijiji cha Mpanda. Itakuwaje yani? Mimi ni mchawi, nitamloga huyo JM. Akiniona mara ya kwanza tu lazima hatanipenda kiautomatiki. Hawezi kunitongoza wala mimi sitaweza kumtongoza, lakini yeye atanipenda mimi kiautomatiki. Sawa? Baada ya hapo nitaifanya kazi ya kuichukua hiyo pete, mwisho wa siku nitakuletea wewe. Sawa? Yani ndo kama ndo hivyo, basi kazi ndogo tu. Yani akishakupenda unachomoa pete, unaniletea mimi na inakumfungia joka. Nitakushukuru sana. Naomba ufanye hivyo hivi. Usiende tofauti na makubaliano yetu, sawa? Mama yangu, binti mzuri kama huyu anatokea wapi? We binti wewe, nimekupenda. Joka la kichawi. Garafuta katuni za huzuni za kuchekesha za kufurahisha. Garafuta katuni za huzuni za kuchekesha za kufurahisha. Garafuta